Na kitu kingine ambacho ninachowashauri wasanii wenzangu tubadilike. Unajua si kila movie lazima tutumie kilugha. Hapana, maana ukiangalia wanaofuatilia movie zetu ni ambao wanaojua lugha ambayo tunaiongea na ambao hawajui lugha ambayo tunafanyaje tunaiongea. Hapa ni siku nyingine upo na Francis Jumanne mbele za kamera, na aliyopo nyuma ya kamera tena ni ndugu yetu ambaye unakwenda kumfahamu na kumjua, ni Issa bana. Bana, tupo katika matembezi ambao labda ni kipindi cha njiani ambako tumebahatika kukutana na moja kati ya ndugu zetu au moja kati ya ndugu yangu ambaye unakwenda kumjua na ambaye anafanya vizuri sana katika tasnia hii yetu ya maigizo hapa nyumbani, lakini ni kwa siku chache kabisa tumekwenda kumfahamu. Bana, mimi nimemuita chemba kidogo na nimemuomba kidogo interview tufanye naye na niweze kujua masuala mengi sana kuhusu yeye. Lakini kwa wewe ambaye bado hujasubscribe channel yetu ya MKC Media, fanya kama una subscribe, like, comment na kushare ili uweze kuwa moja kati ya wanafamilia wa MKC Media. Bana, mambo vipi? Fresh. Mambo neno? Kama kaa. Nikuita nani? Naitwa Bakari. Bana, ni kama vile Baka umeinuka ghafla hapa nyumbani kwetu na tumekuona kwenye baadhi ya tamthilia ambazo zinaendelea hapa nyumbani kwetu. Bana, kipindi cha nyuma kwanza ulikuwa wapi na vipi kabisa maisha yako ya igizo? Kipindi cha nyuma nilikuwepo. Unajua unapotaka kuingia kwenye maisha haya maigizo, una kila sababu ya kujipanga kwanza kabla ya kuingia. Maana ukiangalia sasa hivi sanaa ya kileo ni tofauti sana na sanaa ya zamani. Kwa sanaa ya kileo ukitaka kuingia kwenye sanaa hii lazima ukae chini, ujipange, ujiulize kwamba nitaingia vipi na nitaingia kwa staili gani. Ndio maana mimi nilikuwa nimekaa kidogo nikajiuliza kwamba niingie vipi, na sasa hivi nimeingia mazima. Kwa lengo kubwa nataka kuja kuleta sanaa ambayo ni tofauti sana yangu ambayo nimejifundisha kwa muda mrefu. Sasa leo nataka nije kuwaonesha watu kwamba Bakari ni mtu wa design gani. Bana, kwanza nikukaribisha katika sanaa ambayo labda umekaa chini ukatafuta njia za namna gani ya kuingia ili uje kuibuka vizuri. Lakini pia nina swali ambalo natamani nikuulize. Endapo pale mtu anakuita wewe ni mwalimu, amekosea? Hapana, hajakosea. Hajakosea. Unajua kwa nini hajakosea? Unajua binadamu wote mwenye akili timamu ambao anaelewa kitu gani anachokifanya. Kwanza usijikubali wewe. Inatakiwa usubiri watu wakukubali, wenyewe watakupa vyeo. Kwa hiyo hao ambao wakiniita mimi mwalimu siwezi kukataa, maana wanajua uwezo wangu. Wanajua mimi na talent gani. Kwa hiyo nawapongeza kwa wao kuniita mimi mwalimu. Yes. Bana, wewe tumekuona umekuita director kwenye makundi fulani ya igizo. Bana, nikasema bana ngoja nikamzungukia director ili angalau afundishe watu machache kuhusu igizo. Bana, kuna kazi nyingi ambazo zinafanyika hapa nyumbani kwetu, lakini hizo kazi bana ukizitazama hazitoboi. Lakini wewe kama vile director ambaye sasa hivi umeanza kuingia kwenye kazi ya maigizo ambayo umekaa chini ukajifunza, namna gani ambavyo labda unaweza kuhamasisha watu au kuambia watu wafanye kazi za namna gani ili zipate kutoboa au zipate kuwa na taswira ya kuvutia kabisa? Unajua mimi nitawashauri kitu kimoja. Kwanza watambue kwamba hii ni sanaa. Na sanaa kila panapokucha inabadilika. Lakini sanaa hapa nyumbani tuna sanaa ya nyumbani. Ndio maana kila panapokucha sanaa yetu inabaki kuwa nyumbani. Na sanaa nyingi ambazo tunazifanya hapa tunafanya sanaa ili zionekane tu hapa. Hiyo ndio inafanya tunakuwa na changamoto kwamba sanaa yetu tunakuwa haipigi hatua. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anajiita director, watunzi, inatakiwa tuandae movie ambazo zinatufikisha ambazo zitakaweza kututoa hapa kutufikisha mbele. Lakini vile vile kwa mwalimu wote, mwandishi wote lazima wafuatilie walioko juu wanafanya kitu gani. Ukifuatilia kwamba walioko juu wanafanya kitu gani, basi wewe binafsi utajua ufanye kitu gani. So nimejaribu kufuatilia movie za hapa nyumbani. Ni movie ambazo kwanza hazipo kwenye position nzuri na wala hazijaa na mwelekeo mzuri wala hazijatulia. Tunafanya sanaa ile ya kukurupuka, sanaa ya fujo. Na sanaa ya kileo ni sanaa ambayo inahitaji utulivu. Sanaa ya kileo inahitaji vitu vitatu muhimu: ubora wa director, mtunzi na kameramani. Ukipata watu hawa watatu ambao ni bora, watakutengenezea kitu ambacho ni nzuri. Maana kitu ambacho ni kizuri, maana watu wanachoangalia kwamba umefanya nini, kwa wakati gani na kitu gani ambacho unachozungumza katika script yako au scene yako ambayo unaenda kuiplay. Lakini ukiangalia filamu nyingi za hapa nyumbani, kwanza unaweza kuangalia scene usielewe kwanza. Unaweza kusikiza script usielewi wanaongea kitu gani. Na kitu kingine ambacho ninachowashauri wasanii wenzangu tubadilike. Unajua si kila movie lazima tutumie kilugha. Hapana, maana ukiangalia wanaofuatilia movie zetu ni ambao wanaojua lugha ambayo tunaiongea na ambao hawajui lugha ambayo tunaiongea. Ili tuteke mashabiki wa ndani na nje, lazima tuzungumze lugha ambayo wa ndani watasikia na nje
wataikubali. Hiyo itatufanya sisi sanaa yetu iweze kumove kutoka hapa kwenda mbali. Na kitu kingine cha mwisho ambao naweza kuwashauri, tuna kila sababu ya kujifundisha sanaa. Nimejaribu kuzunguka kwenye makundi mengi sana hapa nyumbani. Kuna mtu ambaye anaweza kujiita director lakini hana vigezo vya kuwa director. Kuna mtu ambaye anaweza kujiita kama mimi ni cameraman lakini hajana vigezo vya kuwa cameraman. Cameraman mzuri lazima uzingatie hali ya hewa na shot, kwamba huyu mtu nampiga shot hii itanifikisha wapi. Hii movie naenda kuedit, naingiza image hii au na hizi shot naziunganisha, hizi shot zanifikisha wapi. Unaweza kutaka kutengeneza movie na makameramani wabovu, ma director wabovu, ukaenda kwa lengo la kutegemea kazi nzuri, ikaja kazi ambayo ni kituko. Nishaona movie nyingi sana mtu anapiga kala ambayo ukiangalia ile kala unaona kabisa kwamba hii sanaa kwa kala hii, kwa kazi hii haiwezi kutufikisha popote. Na washauri, kama mtu unahisi kwamba hujui kitu, basi mfuate mtu ambaye unajua kwamba anajua ile kuelekeza baadhi ya vitu. Lakini kama unahisi kwamba unajua, usichoke kujifundisha, maana sanaa haina mwisho. Lakini vile vile kwa watunzi, nimejaribu kuangalia movie nyingi sana za nyumbani hapa. Ukiangalia scene ni kama scene zinafanana. Ya hiyo kwa mtunzi, unapoandaa story lazima, kama unajua kila mmoja anaweza kuandika story. Ya lakini kupanga ile matukio kidogo anahitaji elimu ya ziada. Kama unahisi kwamba uweze kupanga ile matukio kwamba scene hii inaingia hii, mtafute mtu ambaye unajua kujifundisha sio aibu. No, unaweza kumfuata mtu ambaye anayejua, ukamwambia bwana, hebu naomba unielekeze kitu fulani, mimi kitu kinafanyaje, kinanishinda. Mtu atakuelekeza, akikuelekeza inabaki siri yako wewe na yeye, na anabaki ni faida yako vile vile. Lakini nimejaribu kuzunguka kwenye makundi mengi hapa nyumbani, watu wana ule umimi kwamba nitafanya mwenyewe. Hii inapelekea kwamba sanaa yetu inazidi kuwa down. Kwa hiyo tujifundishe, tutafika mbali kwa sababu tunaweza esi. Okay bana, kuna kitu kingine ambacho labda watazamaji wanatamani kujua baada ya kuibuka ghafla na kujifunza namna gani ambavyo labda utakuja kukomboa taifa hapa nyumbani kwetu kwa kufanya maigizo mazuri. Anyway, watu wanajiuliza labda ni kazi gani ambazo umeshawahi kuzifanya na zipo sasa hivi mtandaoni, au ni kazi gani ambazo labda zinatarajiwa kuwepo mtandaoni ambazo aidha umeshirikishwa aidha umeandaa wewe? Mimi nasema kwamba ni kazi mbili, lakini kazi ambayo naupanda hivi karibuni ni kazi ambayo inaenda kwa jina la Bangaza. Unajua mimi wasipendagi sana kujisifu. Sipendagi kujisifu, lakini mimi nawaambia mashabiki ambao watakayeamua kunifuatilia au mashabiki ambao wanaofuatilia channel hii, wawe ni watu ambao wanazungukia kwenye channel hii. Maana tutapoamua kuiposti movie yetu episode ya kwanza, tutawaita na tutawaambia wa mashabiki kama bwana, tumeachia episode ya kwanza. Unajua movie ya Bangaza ni movie ambayo tumeitengeneza kisasa. Tunapozungumzia tumeitengeneza kisasa, ni movie ambayo imekuja kuleta tofauti na movie za hapa nyumbani. Maana ni movie ambayo tumeitengeneza ili itufikishe kwenye malengo na ili wasanii wengine wajifundishe kupitia movie hiyo. Movie ya Bangaza tumezingatia kila kitu ambacho kinachotakiwa msanii afanyaje, azingatie. Na tumezingatia kila kitu ambacho inatakiwa kameramani azingatie. Na tumezingatia kila kitu ambacho inatakiwa editor azingatie. Ndio maana nasema ni bora kila hatua tunayopiga basi lazima sisi tuwepo kuhakikisha kwamba hatua hii imeenda vizuri. Kwa movie ya Bangaza sitaki nizungumzie sana, lakini nachoambia mashabiki ambao wanafuatilia channel hii waendelee kuwa wanafuatilia kila panapokucha. Wakija kuona kazi wenyewe watatoa comment. Wakitoa comment, yes, itakuwa vizuri, lakini mimi naamini hakuna shabiki ambaye atakayetoa comment bwana hii kazi ni mbovu. Hakuna hata mmoja. Maana tumekaa chini, tumejipanga. Unajua unapotaka kusema kwamba naleta mapinduzi, naleta utofauti, lazima ukae chini bro, ujipange. Lazima ukae chini ujipange. Na sasa hivi tumekuja, na maana tumekuja. Sio kwamba tumekuja tunazima, hapana. Na maana nimesema kwamba nimeibuka kwenye sanaa, hivi ndio nimekuja. Kwa lengo kwamba movie ya Bangaza ni episode 150. Episode 150. Kwanza hayo ni mabadiliko. Hapa nyumbani hakuna mtu ambaye ashaye kutengeneza movie ya design hiyo. Cha kwanza ndio maana nasema kwamba ni mabadiliko. Na movie hiyo ya Bangaza, naamini Mungu akijalia Jumanne wiki tunayoanza, wiki ambayo inayokuja, acha hii wiki Jumanne hii, wiki ambayo inayokuja tunaanza kupandisha, na sisi tupandishe episode 1 na tutapandisha episode 4 ndio zitakuwa zafanyaje, zinasogea hivyo. Lakini kabla tujapandisha episode hata moja, au tukipandisha episode 1 au itakuwa ni usiku, lazima tutakuja tena kwenu tuweze kuwafikishia watu ambao wanafuatilia channel yenu kwamba tumepandisha ile kazi ambayo tumepromo kwamba ni kazi bora, ni kazi nzuri, na wenyewe waje kushuhudia. Okay, anyway, labda kuna changamoto ambayo bado hipo mpaka sasa hivi.
Umesema unaitwa Beka lakini kuna watu wengine wanakujua kama Bangaza. Anyway, lakini pia unasema movie ambayo inatarajiwa kuwepo hapo ni movie ambayo inaenda kwa jina ya Bangaza. Anyway, sijui una kitu gani cha kuambia watu kulingana na haya maswala ambayo yamekaa hapa. Movie ya Bangaza hilo ni jina langu la sanaa. Ya Bangaza na title hilo limeenda kwa jina langu la sanaa. Story ya Bangaza ni story ambayo inazungumzia maisha yangu mimi halisi. Na unapoandaa movie ambayo inazungumzia maisha yako halisi, so watu watashangaa kwa nini mtu amejipa jina hilo, kwa nini ameweka nafasi hiyo? Hapana, kwa sababu ni movie ambayo inanuhusu mimi. Ili kupata ladha, lazima mimi nisimame sehemu ambayo naenda kuwakilisha story ili watu waelewe, kwa sababu mimi ndio na uhalisia wa tukio nzima. Lakini ukifuatilia movie ya Bangaza kwa haraka, ukianza kufuatilia episode ya kwanza mpaka episode ya 10, uweze kumjua Sterling ni nani kwa ile movie. Yes, lakini kadri utazidi kufuatilia story ndio utakuja kuelewa kwamba Sterling ni nani. Maana katika hiyo movie huyu Bangaza umondani alikufa. Yes, alikufa, lakini akatolewa, alikufa katika mazingira ya kichawi. Na maana alitolewa mskule. Na maana ni kijana ambaye alikuwa anaishi na mama yake na dada yake, babake alikufa. Huyu jamaa Bangaza akawa ameachiwa majukumu ya kuwalea ile familia. Aliyakuwa yeye hana kipato chochote. Lakini movie hii tumejaribu kugusia na maisha halisi Ya binadamu. Maisha halisi ya jamii ambayo inatuzungusha siku ambayo inatuzunguka. Maana kwenye hii jamii ambayo inatuzunguka umndani, tusikataa kubali umndani kuna uchawi, umndani kuna upenzi, kuna mapenzi, lakini umndani kuna maisha ambayo tunaishi kila siku ya kwenda shamba, kurudi, kwenda kuemea, kulala na hata maisha kilokole. Yapo, maisha ya kimungu yapo. Yes. Kwa hiyo movie hii imebeba engo 4. Naweza kusema kwamba imebeba engo 4. Umndani tumebeba maisha halisi, imebeba magic, mapenzi, lakini vile vile umndani kuna dini. Tumewafundisha watu nini kuhusu dini, Mungu ni mtu gani. Tumewafundisha watu inatakiwa tuishi vipi na jamii ambayo inatuzunguka. Mimi na kipato, huyu ana hela, nitaishi naye vipi ili asije kuniona mimi mbaya. So tunawafundisha vile vile hawa wachawi, nini faida ya uchawi kwa jamii ambayo inakuzunguka. Kwa sababu hii kuna baadhi ya vitu ambavyo tumevitengeneza kwa wachawi kukatisha ndoto za vijana. Unajua kijana anapoanza kujielewa, anapotimiza miaka 18 anakuwa na nature na ndoto kwamba kesho nahitaji niwe mtu fulani kwenye dunia. Lakini kuna watu ambao wapo binafsi kwa sababu ya kukatisha ndoto za wenzao. Hii ujue vitu vyote hivi, subiri movie ya Bangaza ikitoka. Lakini vile vile tukazungumzia umndani kuna mapenzi. Bro, umndani kuna mapenzi. Mapenzi haya tumezungumzia love. Japokuwa watu wanachukulia kwamba sanaa ni uhuni. Sanaa sio uhuni. Sanaa ni kitu ambacho kipo kwa sababu ya kuifundisha jamii. Unajua kuna maadili ambayo tumeyasahau. Msanii lazima akumbushe jamii kwamba kwa nini tumesahau hichi kitu. Hebu turudi, saa nyingine ndio ukombozi wetu. Yes. Mapenzi yaliumbwa na Mungu. Kwa hiyo ndani kuna love. Saa nyingine mtu anaweza kuona mtu watu wanabusiana mle ndani, wanalambana ulimi, akajua hawa ni hapana. Tunataka tufundishe kwamba bila mapenzi mimi nisingepatikana, wala hakuna mtu ambaye angekuwepo duniani. Kwa hiyo kila kitu kwenye movie hii ya Bangaza kipo. Na bro, movie imeshutiwa kisasa sana. Na tunashukuru Mungu kwenye movie imekutana na madirector ambao wamejaribu kuzunguka huku na kuangalia sanaa ya nje na ndani. Kwa hiyo wamechukua material huku, tukaja kuweka material yote yale kwa Bangaza pap, kitakuja kwa kitu kizuri. Okay, anyway, hapo bado mnawapa watu mtafaruko, maana kuna baadhi ya matangazo ambayo tumeona kwenye status za watu kusema kwamba maybe movie ya Bangaza itaanza kutoka Jumapili ambao ni kesho. Lakini hapo unapozungumza umetuambia kwamba itasubiri kabisa labda Jumapili ijayo ndio itakuja kutoka. Anyway, kuna confuse ambao watu wanatarajia kabisa. Ni kweli ratiba ilikuwa movie ianze kupanda siku ya Jumapili ambao ni kesho. Lakini kuna changamoto ambayo imetokea, maana sisi ni binadamu. Yaani binadamu unaweza kupanga hivi na vingine vikaja. Unajua movie hii nataka niwape siri moja kwamba movie ya Bangaza tumeanza kushuta tuna management. Tulijichanga mimi na rafiki yangu ambao anaitwa George, namkubali sana msela wangu, tulikaa naye nikampelekea idea, akawa ameichukua na baadhi ya pesa alitoa yeye kama 250,000 kwa sababu ya kuanza kushuti episode hizo 4 ili kwa sababu kutafuta boss. Tukamfuata cameraman ambao ni mshikaji wetu vile vile, akasema bro mimi nitawafanyia kazi bila kinyongo. Tukafuata washikaji wetu ambao ni wasanii wenzetu, wakasema haina shida tutakupa support kwa sababu ni watu ambao tumeishi nao katika mazingira mazuri. Tukaanza project. Tumeshoot episode 4, so tukapata episode 2 kwanza. Tulipata episode 2 tukawa tumeziweka sokoni kwa sababu kutafuta mabosi.
Mabosi wakapigana nini mimi natoa hivi mimi ikatokea sisi unajua tuangalie hela bro. Tunaangalia bosi ambaye anaweza kufikisha nature malengo ya mtu same. Tukampata mtu ambaye akasema bwana mimi nataka kazi lakini mimi sina hela, tupambaneni kwa kile kidogo nitakachokipata. Tutaishi hivyo hivyo lakini mimi nataka tufike sehemu fulani. Huyo ndugu akaunti yake kidogo bado imelala, tukaona fresh huyu jamaa na malengo na sisi tu malengo je tumshike mkono. Kwa hivyo baadaye bosi tukamwambia tuna episode 4 ambayo tukiwa tuanze kupanda siku ya Jumapili, akasema hapana. Kwani tusifanye episode tukawa na episode 10 mkononi. Na tukiwa na episode 10 mkononi tutakuwa na uwezo kupandisha tatu kila baada ya wiki. Kipindi hicho mnaendelea kukusanya zingi. Kwa hiyo tukaikaa tukafikiria ili tupoteze mashabiki, na lengo letu sisi tukiingia kwenye sanaa tumeingia moja tutulie kwanza tukusanye hizo episode 10 na Jumatatu Mungu akisaidia tutakuwa tupo site mpaka Jumatano tutakuwa tumeweza episode 6. So mimi naamini Jumanne ambayo inaokuja movie tayari zitakuwa zipo hewani. Yes. Okay bana, kwanza big up watu ambao umekwenda kuifanya, lakini pia nakupata mtu ambaye atakwenda kuwatimizia ndoto zenu. Asante sana. Okay, lakini pia kuna watu ambao wanakwenda kuwafuatilia hapo ambao wanatamani labda wajue movie yote itakuwa imeachiwa kwenye account ya nani au anwani ya account yenyewe. Sitaweza kuongea leo maana kutokana na mabadiliko kidogo ya account. So account ipo kale mtu ukiingia ukiandika Umoja Comedy utaiona hiyo account. Lakini sisi tulivyoona title la account tulimwambia boss sisi hatuchezi comedy. Hatuchezi comedy japokuwa kila movie yote duniani lazima awe comedian. Maana ile comedian ndio kama kiungo mchezesha. Kwa hiyo tukamwambia boss sisi hatutaki hiyo title ya jina hilo. Tunaomba tubadilishe tukaanza kupandisha movie jina title hilo lifanyaje? Libadilike. Kwa hiyo leo mtu akiingia atakaposikia kipindi hichi akiingia atakutana jina hilo. Lakini movie zitakapoanza kupanda jina hilo litakuwa lifanyaje? Limebadilika kama tulimpa idea. Na idea hiyo bado ametuachia tena sisi basi fikirieni nyie jina. Kwa sababu leo tupo busy tupo na edit tupo tuna edit. Akili yote idea zetu tumezoea kwanza kwenye kazi. Ila tukitoka hapo saa 12 na mimi tutapata idea ambayo ni nzuri tutamtumia bosi kama tulivyoahidi mashabiki ambao wanafuatilia channel yenu kwamba siku ya Jumanne kabla ya kuposti tutawaita na tutaarifu kwamba inapatikana kwenye account gani. Okay bana, neno moja kwa ajili ya watazamaji ambao wamekwenda kutufuatilia katika kipindi hichi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi nawashukuru sana kwa kupoteza muda wao, lakini support yao ndio kila kitu kwenye maisha yetu. Unajua mtu anapoamua kufanya kitu chake anafanya yeye kwa sababu ya idea zake. Lakini lengo kubwa anakifanya kwa sababu ya kufikisha kwenye jamii. Sisi tunaomba kwamba hawa ambao wametufuatilia waendelee kutusupport na wazidi kufuatilia channel hii. Maana hii channel ipo kwa sababu ya kusaka na kuviweka hadharani hivyo. Okay bana, shukrani sana kwa ambaye ni mtazamaji wa MKC Media, na sisi tutakwenda kumsikia lakini pia tutakwenda kusupport kaka pamoja nasi pia. Bana, hapa ni mwisho wa kipindi chetu, nikutakia kila laheri. MKC Media.